Nakumbuka ilikuwa siku ya Jumamosi, mida kama ya alasiri hivi, nikitokea katika kijiji chetu cha Ziweziwe kuelekea katika kitongoji cha Mkuyuni kulikokuwa na mnada siku hiyo. Niliongozana na rafiki yangu kipenzi sana, Modilofa, kwenye baskeli yetu. Basi tulifika mnadani kama ilivyo ada ya siku ya mnada. Watu walikuwa wengi siku hiyo, wakubwa kwa watoto, wazee kwa vijana, na wengi walikuja kununua bidhaa na wengine kutembea tu. Wakati tunaendelea kustaajabu umati ule na wauza nguo walikuwa wakipiga kelele kuita wateja kila kona, mara nikasikia Modilofa ananigusa begani, ananiita, "Kandula, Kandula." "Oi, niambie Mudi." "Mwanangu, hebu cheki chombo kile." "Wapi mzee?" Alinyoosha mkono wake upande wangu wa kulia kwa ishara ya kunionyesha. Ile nageuka, macho yangu yalikutana ana kwa ana na msichana mzuri wa sura, mzuri wa umbo, yaani kifupi amekamilika kila kona. Bila ajizi mwanaume nikajikuta namsogelea, na kwa ujasiri mkubwa mwanaume nikajikuta namsalimia, "Samahani dada, mambo?" "Bila samahani, poa," alinijibu na kunipa nafasi ya kueleza haja yangu. Bila kuchelewesha nilimweleza jinsi nilivyovutiwa na umaridadi wake, uzuri wake na kila kitu chake, na bila kusahau nilimweleza haja yangu ya kutaka kuwa rafiki yake. Unajua nini? Haikuwa shida kwake. Tulibadilishana namba zetu kwa ahadi ya kwamba tutaendelea kuwasiliana na kufahamiana zaidi. Jina lake aliitwa Swaumu. Alinieleza kwamba anatokea katika kijiji cha Kitomondo, mwendo kama walisali 1.5 au 2 hivi kutokea pale mnadani, na kwa sababu muda ulikuwa umekwenda, Swaumu alihitaji aondoke kabla giza halijaingia. Nilimsindikiza, akapanda basi na mimi nikarudi kwa rafiki yangu Modilofa. Na hata baada ya kuachana na Swaumu jioni ile, sura yake haikutoka kabisa akilini mwangu. Nilikumbuka kicheko chake, tabasamu lake, uzuri wake, yani kila kitu. Na hata ilipofika usiku kabla sijalala, nilimtumia ujumbe mfupi, "Hello Swaumu, ulifika salama?" "Nilifika salama dia," alinijibu baada ya muda mfupi. Basi bwana, hiyo ikawa kama starter. Tulichati kwa muda mwingi kabla ya kulala. Utadhani ni watu ambao tumejuana kwa muda mrefu sana. Sana sana tulizungumza kuhusu malengo yetu, ndoto zetu, mipango yetu na mambo mengi sana yanayotuhusu. Na kadri ya siku zilivyozidi kwenda, ndio nilivyojikuta nazidi kuwa karibu sana na Swaumu. Urafiki wetu ulichagizwa sana na vitu vingi ambavyo tulikuwa tukishare pamoja. Haikupita muda nikamweleza Swaumu hisia za moyo wangu. Nilimweleza jinsi ambavyo nilimpenda tangu siku ya kwanza namuona pale mnadani, na vile ni kwa namna gani natamani niwe naye maishani. Basi bwana, bila hiana, mtoto Swaumu akaridhia ombi langu. Aliniambia alikuwa ananipenda kitambo, lakini alikuwa ananisubiri mimi tu. Nakumbuka nilivyojawa na furaha siku hiyo. Nilijiona nimeyapatia maisha, nikajihisi mkamilifu. Yaani huyo mtoto kanikubali, niliwaza. Mapenzi yetu mimi na Swaumu yaliendelea kuwa ya simu kwa muda kidogo. Yote ni kulingana na umbali uliopo kati ya vijiji vyetu. Lakini siku moja nilitamani sana kumwona mpenzi wangu Swaumu. Hivyo katika maongezi yetu kwenye simu nilimuomba angalau aje kijijini kwetu ili tupate kuwa pamoja. "Haitawezekana dia," Swaumu alinijibu. "Wazazi wangu ni wakali na hawawezi kunipa ruhusa. Labda wewe uje kijijini kwetu." Swaumu aliendelea kwa kutoa pendekezo. Basi akili yangu ikaanza kuwaza ni wapi nitafikia kama nikienda kijijini kwao Kitomondo. Nikakumbuka kuna rafiki yangu kwa jina anaitwa Remi.
Nilisoma naye shule ya msingi. Remi alihamia huko mara baada ya kumaliza masomo yake. Kwa maana hiyo basi angeweza kuwa mwenyeji wangu. Sawa baby, nitakuja, nilimwambia. Utakuja lini? Swaumu aliuliza kwa shauku kubwa sana. Ngoja niweke mambo sawa, nitakujulisha, nilimwambia. Baada ya siku 2 niliwasiliana na rafiki yangu Remi. Nilimweleza nia yangu ya kutaka kuja kijijini kwao ili tu nionane na mpenzi wangu Swaumu ambaye ni shemeji yake, na kikubwa zaidi makutano yetu ni kwake. Rafiki yangu Remi hakuwa na hiana, alikubali. Hivyo nikampa uhakika Swaumu na kumwomba aweke ratiba zake vizuri ili mambo yasiingiliane. Swaumu aliitikia kwa bashasha kukubaliana na ratiba hiyo na kunihakikishia kwamba angekuja kwa Remi, na aliniambia kwamba alikuwa anamfahamu Remi na hata nyumbani kwake alikuwa anapafahamu pia. Basi kesho yake asubuhi ilinibidi niwasiliane tena na Swaumu ili kupata uhakika wa uwepo wake kabla sijapanda gari, na pia nisije nikapoteza pesa bure. Swaumu alinihakikishia kwamba alikuwepo na alikuwa akinisubiri mimi tu. Baada ya kusikia hivyo, mtoto wa kiume nikazama kabatini kujipima, kisha nikapanda basi kuelekea Kitomondo. Na mara baada ya kufika Kitomondo nilikutana na rafiki yangu Remi ambaye alikuja kunipokea. Kikubwa zaidi, alinikabidhi ufunguo wa chumba chake kama tulivyokubaliana. Na baada ya makabidhiano yale, Remi aliondoka kunipa nafasi. Na baada ya kutulia kidogo, kuweka mambo sawa, nilimpigia mpenzi wangu Swaumu kumjulisha kwamba nimefika na nipo getoni kwa Remi. Haikupita muda hata nikasikia sauti ya kike mlangoni. Hodi. Akili yangu chap ikakumbuka sauti ya mrembo yule. Nikajongea mlangoni kumfungulia mlango mpenzi wangu Swaumu. Kwa hamu niliyokuwa nayo, nilimkumbatia kwa mabusu moto hadi kitandani. Unatumia kinywaji gani baby? Nilimuuliza mara baada tu ya kusalimiana. Milinda nyeusi, alinijibu huku akinitazama kwa mahaba. Basi mwanaume chap nikatoka nikaenda dukani kumnunulia kinywaji mpenzi wangu Swaumu. Wakati natoka dukani, niliwaona vijana walikuwa wamekaa kijiweni karibu na lile duka. Walikuwa wananiangalia kwa shauku sana. Nikajiuliza ni kwa nini walikuwa wananiangalia vile. Sikupata majibu. Nikaamua kuwapotezea tu. Nilikuja kugundua baadaye kwamba mmoja kati ya wale vijana ni mdogo wake Swaumu, na alimuona Swaumu akiingia getoni kwa Remi. Basi baada ya takriban kama lisali moja hivi, tukiwa tumejilaza kitandani baada ya mtanange wa kufa mtu, na tukielezana ni kwa jinsi gani kila mmoja amefurahia mtanange ule, mara tukasikia mlango na gongwa kwa nje. Utadhani mgongaji anataka kuung'oa mlango ule. Fungua mlango! Nikasikia sauti nzito kutoka nje. Kwa vyovyote vile haikuwa sauti ya Remi, maana kwa maagano yetu ilikuwa arudi jioni sana. Kwa kujikamua nikauliza, we nani? Nimesema fungua mlango, utanijua. Nikageuka kumtazama mwenzangu ambaye alionekana na hofu sana. Nikamuuliza kama kuna tatizo lolote. Umeshaniponza Kandula, huyo anayegonga ni baba yangu. Baada ya kusikia hivyo, nguvu ziliniisha, ila nikajikaza nikamwambia, baby, huu sio muda wa kulaumiana. Kikubwa tufungue mlango tumwombe radhi. Baada ya mjadala mfupi, huku tukisisitizwa kufungua mlango, tulivaa nguo zetu. Nikaenda kufungua mlango huku nikiwa na hofu sana. Na nilipofungua mlango nilishtuka sana baada ya kukutana na watu kama 12 hivi. Kati ya hao, mmoja alikuwa amebeba kanzu na kofia, mwingine amebeba ndoo ya maji, na mwingine
amebeba mkeka. Kwa haraka haraka niliweza kumtambua huyu aliyebeba ndoo ya maji. Ni mmoja wa wale vijana waliokuwa wamekaa pale kijiweni na waliokuwa wakiniangalia wakati natoka dukani kumnunulia soda mpenzi wangu Swaumu. Hatukuja kwa shari, tumekuja kwa amani. Alivunja ukimya mzee mmoja baada ya kuniona na tahamaki tu. Nilipiga magoti nikawaambia, naombeni radhi wazee wangu, natambua kosa langu na naahidi sitarudia tena. Kwa mbali nikasikia sauti ya Swaumu aliyekuwa akilia kutokea ndani, na yule mzee akajitambulisha. Mimi naitwa mzee Nkuruma, ni baba mzazi wa Swaumu. Hebu naomba uniambie mwanangu yuko wapi? Kwa woga huku naangalia chini nikamjibu, yupo ndani mzee wangu. Swaumu akaitwa atoke ndani aje nje. Tukiwa tumeinama kwa aibu mimi na Swaumu, mzee Nkuruma alianza kuuliza habari zangu. Akaanza kuuliza jina langu, wazazi wangu, kazi ninayofanya na sehemu ninayoishi. Sikumficha kitu, nilimjibu vyote alivyohitaji. Baada ya kuridhika na majibu yangu, mzee Nkuruma alimgeukia Swaumu na kumuuliza, mwanangu Swaumu, unampenda huyu kijana Kandula? Swaumu alisita kujibu swali hili. Hausikii au? Mzee Nkuruma alimkazia Swaumu ambaye ilimbidi ajibu kwa uoga tu. Ndiyo nampenda, nisamehe baba. Mara baada ya jibu hilo, mzee Nkuruma alinigeukia tena na kuniuliza kama nilikuwa nampenda mwanaye Swaumu. Kwa hofu na mazingira yale sikufikiria kama nilikuwa nampenda ama la. Basi nikakubali haraka haraka bila kujali athari ya majibu yangu. Basi kheri hii, shekhe, fanya kazi yako, alihitimisha mzee Nkuruma. Ghafla nikajikuta napaza sauti kwa nguvu, naombeni mnisamehe jamani, sitarudia. Wakaniambia nisiogope, hawatanidhuru hata kidogo, na pia wakanipa ndoo ya maji nikaoge. Wamelizunguka bafu langu ili nisitoroke. Baada ya kuoga wakanipa kanzu na kofia nikavaa. Wakaniambia tunakuozesha mwanetu, mwende mkaishi pamoja. Kiukweli sikuweza kubisha kwa kuwa nilikuwa ugenini na nimekutwa na makosa. Na ili kukamilisha taratibu, mzee Nkuruma alimuuliza Swaumu mali yake alitaka iwe kiasi gani. Kwa uoga Swaumu alijibu, yoyote baba. Kwa jibu hilo mzee Nkuruma akatamka, mahali yako ni shilingi 10,000. Basi baada ya kutamka, shehe akapewa nafasi, nikaozeshwa mke pale pale. Kwa kuwa usiku ulikuwa umeingia, waliniambia kesho yake ndio tuondoke. Sikuwa na budi, nikakubaliana na ushauri wao, kisha wao wakaondoka. Waliniacha mimi na Swaumu mke wangu tunaangaliana kwa aibu. Nilimpigia simu Remi kumweleza yote yaliyotokea. Alicheka sana na kunipa hongera kwa kupata jiko, japo sikutarajia. Kesho yake baada ya Swaumu kufunga mizigo yake, tulikodi bodaboda, maana hatukuwa na mizigo mingi sana. Basi tukapanda pikipiki moja, mimi na mke wangu Swaumu, tukielekea Ziweziwe kuanza maisha mapya. Ni mwaka wa pili sasa tangu tukio hilo litokee. Mimi na mke wangu Swaumu tuna mtoto mmoja, tunapendana sana. Kweli ni kwamba kumekuwa na changamoto za hapa na pale wakati wa kuanzisha familia, maana tulikuwa hatujajipanga kabisa. Lakini unajua nini? Tumeweza kupambana na changamoto hizo na maisha yanaendelea. Kila nikikumbuka jinsi nilivyokutana na mke wangu Swaumu na jinsi ndoa yetu ilivyofungwa, na baki na tabasamu tu. Nilipata mke kwa buku 10 tu. Acha kabisa.